Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku hii nyingine ya baraka ambayo Mungu ametupa kujifunza neno lake. Leo ninataka tuzungumze pamoja na wale watu ambao wamekuwa wakipitia hofu ya mauti au wamekuwa katika hali ya sintofahamu, mazingira ya mauti, mazingira ya hofu ya mauti kwenye biashara, mauti kwenye kazi, mauti kwenye ndoa, mauti kwenye uzao, mauti ya afya, chochote ambacho kinakuwa kimecontain roho ya mauti. Nataka leo tujifunze neno la Mungu linasemaje juu ya roho kama hizo. Ukisoma kitabu cha Mithali 18 mstari wa 21, Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwamba kumbe siri imejificha kwenye vinywa vyetu wenyewe. Yamkini kuna watu wenyewe wanautumia ulimi katika kutamka mauti kwetu. Kuna vitu au kuna roho ambazo zinakuwa provoked na kuzimu kutamka mauti au kuja kutekeleza mauti kwenye kila eneo fulani la maisha yetu, lakini thank God kwamba kumbe kila mwanadamu amepewa uwezo katika ulimi wake, kwamba mauti na uzima vipo katika uweza wa ulimi wake, na wao utumiao wanaufaidi matunda yake, na wao upendao watakula matunda yake. Ukiupenda katika kunena mauti, kweli itazaa mauti. Ukiupenda katika kunena uzima, kweli utazaa uzima kwenye ndoa, utazaa uzima kwenye biashara, utazaa uzima kwenye maisha yako, utazaa uzima. Ikiwa kulikuwa na magonjwa, ukajua kutamka uzima, unaachilia roho ya uzima kwa kupitia ulimi, unazalisha ile roho ya uzima, na mwisho wa siku Mungu anajidhihirisha kuliko kawaida. Je, unasema mtumishi, ninafanyaje? Kodi ndio hii hapa, kwamba mauti na uzima uko katika uwezo wa ulimi wako. Kwa hiyo roho inapokusumbua, ukijua ni roho ya mauti, ukijua ni mauti imeingizwa kwenye maisha yangu, hakikisha unatumia neno kama hili kwamba ninayo mamlaka ya kwamba hiyo mauti ambayo inasumbua, ninayo nguvu ya uzima ndani yangu. Kwa hiyo nina uwezo wa kuiparalyze hiyo roho ya mauti na kuruhusu uzima ukaingia ndani yangu, na Mungu akajitukuza na kujitolea utukufu. Hivyo kwa namna gani? Kwa kuongezea, fungua kitabu cha Zaburi ya 118 mstari wa 17, inasema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Matendo ya Bwana. Hii mstari kama unakupa nguvu kwa namna gani? Pale unapohisi kuchoka, pale unapohisi kama mashambulizi ya mauti kwenye biashara, unashangaa unafanya kazi unapata hasara, mwambie biashara yangu haitakufa bali itaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Automatic Mungu ataingilia kati hiyo situation yako. Unakuta ndoa iko katika mazingira ambayo sio mazuri, unamwambia ndoa yangu haitakufa na itaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Kazi inataka kuharibika, kazi yangu haitakufa, haitaondoka kwenye mikono yangu, itaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Kwa ukiri kama ukiwa unatamka mara kwa mara, ile nguvu ya uzima inaingia ndani yako na inaanza kumanifest, vitu vyako vinaanza kuwa hai tena katika jina la Yesu. Funga macho yako tuombe, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye Bwana umempa kibali cha kuyasikia haya asubuhi ya leo, siku ya leo ambayo Bwana umeikubali tena. Baba, hayamkini kuna vitu ambavyo vimebeba roho ya mauti katika maisha yake, lakini neno lako linasema mauti na uzima vipo katika uwezo wa ndimi zetu, na kwamba hatutakufa bali tutaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu, na kwamba wale upenda ulimi watavuna matunda yake. Baba, sisi tumeupenda kwa upande wa uzima. Ikiwa walikusudia mauti juu yetu, tunatamka hatutakufa bali tutaishi na kuyasimulia matendo makuu ya Mungu. Ikiwa walikusudia mauti katika huduma, katika utumishi, katika afya, katika kazi, katika ndoa, katika biashara, katika ila eneo ambalo linahusiana na maisha yetu, Bwana, ninatangaza katika jina la Yesu, mauti hauna nafasi. Hatutakufa bali tutaishi na kuyasimulia matendo makuu. Ninatamka juu ya mtu huyu anayetazama saa hii, ambaye biashara yake iko katika hali ya kufa, ambaye ndoa yake iko katika hali ya kufa, ambaye kazi yake iko katika hali ya kufa, ambaye uzao wake uko katika hali ya kufa, kitu chochote ambacho kiko katika hali ya kufa, Baba, ninatamka uweza wa uzima wa nguvu zako, uweza wa baraka ya uzima, uzima upite, nguvu ya uzima
vikawe hai tena, vikawe na ustawi tena, visikauke tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa ajili ya uweza wako, maana imekwenda kuwa kwa maisha yao katika jina la Yesu. Asante kwa uaminifu wako, maana Bwana umeuisha tena nafsi zao kwa utukufu na nguvu ya jina lako takatifu. Amen. Chukua nafasi hii, andika namba hii 0697820471, 0697820471, na Bwana kubariki sana. Karibu.